kila kitu ita drop kwa account ya presentali, itakuwa scripted, trust you me, cause hii ilikuwa ni shughuli ya asubuhi hadi sasa hii aliaja post shit. Xray namjua vizuri sana, si mse ana vibing na Maddox, so nashangaa mbona wako na Maddox sana simu, watujiongea na Maddox kutoka asubuhi. Mimi sijui kako safe, mimi sijui nini wanamwambia, sijui nini wanataka kupia. Presentali is not a good person as I'm saying. Angetaka kusaidia Maddox, si kitu ingeenda hivi. Presentali alinilenga hadi kuja kuongea na mimi kuniambia what is going on. Mimi mwenyewe nikauliza Maddox, how do you feel nikikuacha black market na niko kusijua amekuja hapa kuteta. Amelia machozi. Black market si place fiti. Hao sasa ni mse Xray ni mse yako capable hata kurudisha Maddox huko kwa hiyo place mnasikia ni kungori. Holy J. Subscribe to Holy J. Holy J. Holy J TV. Are you Holy? Hello guys, and welcome to Holy J TV. Of course it's your boy Holy J, and this is your number one infotainment news channel. Manze, kama huja subscribe kwa channel, kindly consider doing that because great content is coming, and thank you so much team Holy J. Manze, ile support tunaendelea kunionyesha, salute you guys. So jana tumefanya story kuhusu Maddox na ilileta a lot of hit pale mtandaoni na pia kwa ground, na tumekutana, imebidi nimesaka Skiddy tena kwa sababu saizi hatuwezi pata Maddox. Atuambie nini happen, mbona hatuwezi pata Maddox saizi? Bro, ni aje kwanza? Fiti. Leo imekuwa siku mrefu kwako, kukupata hadi imekuwa ngumu sana, lakini nimemake sure nimekupata juu team Holy J wanataka kujua nini happen. For me kwanza leo kicheki tu manze, leo niko sad by the juu leo manze mimi sijui kwenye Maddox yako kitu ya kwanza. Okay, najua kwenye yako, but leo kuna kitu tu happen na si feel kama ni kitu poa, and I feel like pia kwa comment section utaambiwa tu na say it's good. Cause leo okay, jana kwanza kuna msanii tu presentali, you all know him, tulifanya interview siku ya kwanza. And before I say anything else, acha niseme from the first day mlijua ati story ya Maddox, na from the first day mkajua mimi ndo nilikuwa na Maddox. I've been trying my best Maddox akwe fit, jua kwa fit, una get, and my pure intentions were Maddox akwe like wasiwa msaidie, wasiwa elewe situation yake nini, una get. But sasa I feel like so media exactly presentali for now I feel like kusimpoa, cause leo kuna kitu happen. Jana presentali akanicall akanichapia, anataka leo tukwe na interview ya Maddox, Xray na Odua Murang'A. So for me nikamuuliza is it safe, cause unajua mtu ka Xray ni msee hayuko side ya Maddox at any point. Mmekuwa mkiona vitu ana post, alisema personally leo nitapost screenshot ya Xray akiniambia yeye side ya Maddox and all that. Leo nitapost juu I feel like Kenya leo amefanya mambo yake sana. So presentali akaniambia tupatane 10 am kwa Odua Murang'A at his place. So leo tukaenda kwa Odua Murang'A, tukapata Odi, presentali yako amefika, tukapata tu Odi yako tu hapo freshi. So mimi tumetulia tu hivi na Maddox kidogo, hata Odi yako tuongelesha tu. Mimi nilisikia kuna msetu alikuwa kwa studio yake, ako zile za mnangoje huko chini, kuna gari na wangojea. So mimi niko zile za tunaenda wapi tena, tuliambia location iko Odi, nini na happen tena. So venye mimi nilishuka nikapata Odi wako na gari wanatungojea, sijui tuende wapi. Sasa mimi na Maddox tukaingia kwa gari, mind you hatujui kwenye tunaenda. So si tumedrive tukafika, kumbe tulikuwa tunaenda kwa Xray. Kufika kwa Xray, mselishuka kwanza liko Odua Murang'A, akashuka akaingia kwa Xray, akatuacha na Maddox hapo kwa gari hapo nje. So Kenya Maddox Odi alirudi, after amerudi akakuja akaniambia aje, bro, najua wewe ndo ngori yote kwa story. Mimi nikamuuliza sasa mimi ni ngori aje? Mimi nilistate tu venye state ya Maddox yenyako. So ngori ni gani? Izinapa hakuna ngori. But akaniambia tu wewe ndo ngori, and I feel like haufai kuwa hapa. Ukiwa hapa hakuna kitu kitafanyika. Na unafaa tu uende mtaa. Like nili hadi ananiambia wewe ishia. Sifai kuwa hapo, ishia. Nikajaribu kuuliza ka presentali yako ndani, but ili waamini pia presentali is not a good person as I'm saying. Angetaka kusaidia Maddox, si kitu ingeenda hivi.
Presenter Ali alinilenga hadi kuja kuongea na mimi kuniambia what is going on. Mimi mwenyewe nikauliza Maddox, how do you feel nikikuacha hapa mimi niishie? Juu niliambia Maddox, if kasta kwa hiyo interview I don't feel like hasa ni wafiti juu acha nisikudanganye. If kawa nafanya interview Odi, Xray na Maddox, mimi si yuko na mimi ndo nilisema ukweli. Trust you me, the whole fucking thing is scripted bro. Kila kitu ita drop kwa account ya Presenter Ali itakuwa scripted, trust you me. Cause hiyo ilikuwa ni shughuli asubuhi. Hadi sasa hii aliaja post shit. Xray namjua vizuri sana, si mse ana vibing na Maddox. So nashangaa mbona wako na Maddox? Maddox ana simu, watujiongea na Maddox kutoka asubuhi. Mimi sijui kako safe, mimi sijui nini wanamwambia, sijui nini wanataka kumfanyia. Umesikia story ya Black Market na niko kwa sijui amekuja hapa kuteta. Amelia machozi. Black Market si place fiti. Hao sasa ni mse Xray ni mse ako capable hata kurudisha Maddox huko. Hiyo place unasikia ni kungori. Wewe mse hadi anaweza mrudisha, sikudanganyi. So niko zile tu za like Presenter Ali, yani ukufanya fiti. How dare you manze tu. Unajua vitu haziko fiti. Watu wananiambia nilete Maddox, alafu unakuja unamweka na the same people. Wewe mwenyewe ulijifanya tunafanya interview kuambia wase watusaidie. Umeshikisha respect yangu kwako bro zi manze. Hiyo si fiti. Si fiti kabisa. Na Presenter Ali kila kitu utapost. Mimi nitaambia baby I'm here for only truth. Ukiscript kitu mimi nitaambia watu. Umejaribu kupigia Presenter Ali ama kumreach out kujua kenye ina happen? Presenter Ali nimebonga naye after wamenifukuza. Nikaenda nikauliza, nika-text Presenter Ali, bro uko kwa Xray? Cause when nilifika kwa Xray hakuna mtu aliniongelesha, ilikuwa tu ni Udi wa Murang'A aliniambia ni bounce tu, una get. So when nilimuuliza kako kwa Xray akani blue tick. Nikamuuliza mara ya pili akani blue tick. Nikaenda pale kwa status zangu za WhatsApp niko zile za like Xray WhatsApp. Nani Presenter Ali ni mtu akona guts za kukuja kwa WhatsApp yangu kuniambia ati ninachoma nitulie, ati alijaribu kunisaidia lakini mimi si mse niko serious. Bro mimi sikuli shida bro, mimi ni don bro. Na si ati nimekuwa na Maddox hizo siku zote bro, si ati juice jiezi. Nimekuwa na Maddox juu najieza bro. Si mimi sikuwa nataka usaidizi yote bro, nilikuwa nasaidia bro yangu, una get. Na sasa umempeleka kwa ngori hadi mimi siwezi samsaidia kupitia hapo, una get. So mimi kusema tulikuwa nisaidia bro. Nimetry kureach, umeniongelesha vibaya, ni sawa. Wewe endelea na shughuli yako, endelea kwenda kuhoja kina Xray upate views, hiyo ndio shughuli yako. Iko fiti. Sasa nimekuja kuget mbona watu walikuwa wanasema ati story ya Magic Senga, nimekuja kuelewa kwa nini bro. Ali nimekuja kuelewa sasa. Unafilaje vile hii story ya Maddox ilijulikana juu yako? Juu wewe ndio ulishare hiyo story pale, tukaiona Nairobi Gossip. Wase waka reach out. Alafu saa hizi umeambiwa tu utoke time yenye wako wote hapo hivyo. Mimi najua ni feeling mbaya. Unaweza explain umefilaje? For me it's a high regret because I feel like hata heri singekubali hizo ma interviews ifanyike. Because hapo si hata usaidizi hapo hakuna usaidizi. Ameingiza Maddox kwa ngori ingine mingi hadi kuliko yenye alikuwa juu. Sasa Maddox kitu, acha ni walisi wadanganya. Kitu Maddox atafanya kutoka saa hii haitakuwa from the willing, haitakuwa from his willing bro. Acha nikwambie kitu moja kuhusu Xray. Unajua ngoma inaitwa Spanguingu ya Xray. It's true, Xray apanguingu, yeye ndio upangana. Xray ni mtu akona ability ya kupanga hata huyo watu, kupanga huyo Ali, kupanga Odi, kupanga kila mtu, na atapanga Maddox pia. Atampanga na atamweka penye watataka kumweka. Atampeleka kwenye watataka kumpeleka. For me I feel like mimi nisha tenda wema nenda zako, mimi nishatenda zangu. Na kutoka sasa bro kuna high percentage, kuna high chance mimi hata utaniona kwa kamera tena, because I feel like nishasaidiana, wameamua ni hivyo ni sawa. But Presenter Ali blame ni yako, mimi sitakudanganya. Ukitaka kufanya kutokea utafanya ni sawa, but Presenter Ali hujafanya fiti hata kidogo. It's a high regret. Jana pia tuliona kwa interview yangu na Maddox na Skiddy. Kama hujaiona unaweza iona pale YouTube kwa channel yangu. Maddox ali make it clear that yeye hawak na Boondocks gang size, kila mtu ana work in separate ways. Suppose leo itokee amesema amerudi Boondocks, na yeye alikuwa amesema pia ana announce new management. Okay, let me explain everything as it is. Kuna ile interview ya kwanza tulifanya na Presenter Ali, which was very nice. Yo, Presenter Ali alikuwa nice hapo, alifanya kazi yake. Kuna kitu nitaquote Maddox alisema, Xray alimunfollow
gram. Xray hajakuwa kimuongelesha, si ndio? Si alisema hivyo Xray, yani Xray hajakuwa kimuongelesha. Xray akapost Nairobi Gossip akisema yeye ndo amekuwa akiandikia Maddox maverses sijui kuanzia ngoma yao ya kwanza, na Maddox ni mlevi sana. So niko zile, is this the same person aliye nafikiria should be trusted with Maddox? Bro, we personally una feel Maddox ako safe na Xray sahi? Haiko hivyo. So tena jana akasema tu the same thing, wana work in separate ways. Sasa sahi najua kitu wanakoroga huko kwenye wako sahi, akina presenter Ali mkuje mtuambia ati mmesikizana. Hiyo ni yenyu, si hiyo ni kierere yenyu. Sasa mnatuambia that thing is scripted. Tunajua tu mnatesa kijana wetu Maddox, ni sawa. Na Wakenya wajue ukweli. Na mimi nitakuwa nikisema ukweli each and every day. Kitu yote kiapene ukweli, mimi ndo nasema. Hizo zingine mimi najua ni vitu scripted. Okay, kuna hiyo story pia ya kuandika. Xray alisema yeye ndo amekuwa akiandikia Maddox lines zote kwa ngoma zote. Juu wewe umeinteract na Maddox sana. Hiyo story ni ukweli ama ni chocha tu? Hiyo story ya kuandikiwa verses, tumefanya ngoma na Maddox. Maddox amefanya collab zingine out of Boondocks. Maddox amefanya ngoma zake peke yake. So niko zile, na hiyo time walikuwa wanafanya hizo mangoma, si hadi tukifanya ngoma yetu so walikuwa wamekosana na Xray. So hapo alikuwa anamwandikia verses wapi? Yaani Xray ni ule msee atataka all credits, una get? Atataka yeye ndo top shatter, una get? Xray ni huo msee fulani tu anakuaga tu hivyo. Story ya ku announce management, tulikuwa ndio tushapanga launch ya management reveal, unajua. Sahi sijui venye itaenda juu sahi siwezi reach Maddox, hatuwezi ongea ati mtu nategemea niambie venye Maddox yako ni audio Murang'A, na unacheki hadi atusikizani nao. Sasa walinifukuza hata ati sifai kwa interview, sifai kwa nini. Nashangaa tu but I feel walinifukuza kwa sababu walijua I don't take bullshit bro. Hata nyinyi mnajua, Xray hata unajua I don't take bullshit. Mimi ningesema tu kweli, na sisi nataka ati mlue Maddox aseme vitu za uongo, hakuna venye. Saizi msee tu place tu Maddox anaweza ku reach na anaweza pata kenye unataka kumwambia ni hapa hivi. Hebu mwambie one thing tu, unaweza mwambia saizi akiwa huko hivyo kwenye hatujia kwa wapi, kama ako safe, mwambie tu one. Maddox, straight from my heart bro. Kuna sikiza hii interview utaiwatch bro, najua atakuwekea kwenye huko kwenye wamekuweka, but wewe jua ni aje bro, in whatever you do stand by your own feet, like stand by your own grounds bro. Usikubali kupelekwa hivi. Tulikuwa tushabonga bro, like Maddox, acha nikwambie kitu moja. Maddox ni msee sasa tulikuwa hadi make moves design ata make international collabs. Tulimake jana clear kuna international collabs na come. So sasa mimi sijui Kenya ataenda kuambiwa huko. So Maddox, mimi nishaosha mikono by the way. Yaani sijui hadi nazaambiaje tu Maddox, but mtu tu nazaambia tu Xray, mkisikia okay, najua mna try protect jina Boondocks, ni jina kubwa mnai protect, ni sawa i protecting, lakini mkisikia ni kama mwezi saidia Maddox tena, mwacheni, si tutamsaidia. Si ati kumshika hostage alafu mnamwambia aseme hivi atisema hivi. Si haifai hivyo manzi, haifai hivyo manze. Hii story mimi na feel tu iachi hapo juu pia mimi nimefeel juu pia mimi nimekuwa part of this story kuanzia ile time yenye niliona pale Nairobi Gossip. Tumekuwa nikikupigia kila saa kuangalia hii story, na okay, sijui vile kutaenda, but Maddox, I guess mimi kile naweza kuambia ni make the right decisions with the right people. Justice for Maddox. Actually tuta make live justice for Maddox. So either wasaidie Maddox ile from willing, like Xray sema amesamea Maddox like wako sawa na msaidie genuinely, ama waturudishie Maddox. So ni either mturudishie Maddox ama msaidie. Justice for Maddox manze. So tuseme tu in the next hours after tusha upload tutakuwa tuna announce the next move. Juu pia mimi naweza sema nimekuwa nikiwork closely na Skiddy ku make sure Maddox ako fiti, na hii story in case of anything tuta announce the next move na we'll let you guys know. So manze, ni hiyo tu kwa saa hizi manze. Adios and I'm gonna see you guys in the next video.